Kuamini Mungu yupo inahitaji akili yako ya kawaida ife. Ukitaka itumike akili yako ya kawaida kukujulisha uwepo wa Mungu ni ngumu sana. Zaidi tutabaki na mabishano, na ndivyo wanadini walivyokaa. Dini zote zinatembea kwenye mtembeo wa kiakili ili kuwaaminisha watu kwamba Mungu yupo. Ni mtembeo wa kiakili kwa sababu wanashika sana mambo yanayohusika na historia. Yaani wana uwezo wa kuizungumzia historia. Mfano, mwanadamu aliumbwa na wanyama waliumbwa kabla ya mwanadamu. Mwanadamu ndiye anayeeleza mwanzo wa dunia, mbingu na nchi na vyote vijazavyo. Lakini yeye hakuwepo wakati hivyo vitu vingine vyote vinaumbwa, ila anaeleza. Sasa ni masimulizi na historia, au ni masimulizi ya kihistoria ambayo yapo, ambayo tunaaminishwa na kuyapokea. Ni kweli tunatakiwa tuyapokee, lakini kwa akili ya kawaida. Ndio maana wakati mwingine watu wanajaribu kujiuliza sana, kwa nini niamini Mungu? Kwa nini nisali? Kwa nini niabudu? Yaani vitu kama hivyo. Lakini ukweli Mungu yupo, ila kuifanya ile historia inayoongea kwamba Mungu yupo iwe halisi, yani iwe halisia kwenye maisha yako, inatakiwa akili yako ife. Kama akili yako haitakufa, utabaki kwenye masimulizi na utabaki tu kuwa umeshika mafundisho ya dini na maelekezo mbalimbali yanayotolewa huku na kule, lakini kwa habari ya kwamba Mungu yupo kwenye maisha yako itakuwa sifuri. Kubali akili yako ife, kwa sababu akili yako ina ukomo wa kuona, ina ukomo wa kufikiri, na namna zote inabidi ufe kiakili, ili mahali pa akili yako kuhusu Mungu akae Mungu, ndipo utaamini kwamba yuko Mungu.